Ibada iliyopaswa kuwa ya utulivu na amani kama kawaida katika kanisa la ACK Witima, Othaya, kaunti ya Nyeri, iligeuka kuwa uwanja wa vurugu na vilio. Ibada hiyo iliyohudhuriwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ilisambaratika ghafla baada ya vitoza machozi kurushwa ndani ya kanisa hilo, hali iliyozua taharuki kwa waumini kwa takriban dakika 40. Akizungumza baada ya tukio hilo, Gachagua alieleza kuwa huu si uvamizi wa kwanza kumlenga. I've called this press briefing after the very violent attack and assassination attempt by government through the Kenya Police Service today in Witima, Othaya, where we had gone for a church service. Aliorodhesha mfululizo wa matukio ya awali akidai kuwa amekuwa akiandamwa mara kwa mara kutoka Novemba mwaka 2024, uvamizi katika kaunti ya Kiambu, Limuru, vurugu katika hafla ya shukrani kule Shamata Disemba mwaka huo huo, Aprili uvamizi katika kanisa la Mweki, na Februari mkewe mchungaji Dorcas Rigathi kuvamiwa katika uwanja wa Kamkunji mwaka jana. Pia alitaja shambulizi wakati wa uchaguzi mdogo katika kaunti ya Narok, huku akiongeza kushambuliwa Kariobangi na hata Jumapili iliyopita Gatundu. Gachagua alidai kuwa wavamizi hao walikuwa maafisa wa polisi waliotumwa na serikali kwa nia ya kutoa uhai wake. Alidai kuwa bunduki aina ya AK-47 ilitumika na risasi za moto kufyatuliwa. This attack was by the police and we'll give you the details. We had AK-47 and we have corrected some cartridges. 7.62 millimeter, they are here from AK-47, and they had come to kill and they were being for our blood. Gachagua alieleza kuwa alinusurika kifo kwa msaada wa waumini wa kanisa hilo la Witima. Vilevile alimkashifu vikali waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, akimtuhumu kwa kutoa ahadi zisizo na msingi za kufanya uchunguzi. I want to ask Murkomen, for 40 minutes police attacked the church. Where were the local police officers from Othaya police station, which is 200 meters away from where we were? How can an attack on a church take place with live bullets and tear gas? Gachagua alisisitiza kuwa amekuwa akiripoti visa hivyo mara kwa mara bila hatua yoyote kuchukuliwa na serikali. In November 2024, gangs from the Mungiki sect under police escort attacked me in Limuru viciously and almost killed me. I was saved by the people from the area. Images of those who attacked me have been all over. Since then, nobody has ever been arrested. Huku akiwataka Wakenya kuombea nchi yao iwe na amani. But we want to thank the church and I want to tell our people to continue praying. God is in control. God is in control. Dorcas Feni kutoka Chuo Kikuu cha Moi.